Feitoto kama akitokea, kwa sababu ni mchezaji mzuri na katika Tanzania sasa hivi, katika wachezaji wa Tanzania yule sasa hivi ndo namba moja. Feitoto ni mchezaji mzuri namba moja Tanzania. Ana kiwango kilikotulia, mchezaji mkubwa, umeelewa? Feitoto akija pale ataongeza, na Feitoto kama akitua pale make pale akiwa kuna Chaubwedo, kuna Feitoto. Ubingwa wa Afrika huu hapa. Feitoto, una Chaubwedo, una Mwamba Lusaka, una Libasege, una Elia Mpanzu, una nani Oula. Ubingwa wa Afrika huu hapa. Ubingwa wa Afrika huu hapa. Haya. Na timu inayotengenezwa sasa hivi ni ya kombe la Afrika. Sio kombe lenu ile la nani, kwa sababu unajua marefa leo wanaelefa wakina nani? Hawa akina marefa nani hawa? Akina Lajiga hawa, sio nani hawa, Kayoko. Yaani ubingwa wanampampa Yanga. Sasa ndo sasa sisi mipango yetu kabisa sasa hivi Afrika. Sababu kule kuna na marefa sio wajanja na marefa kule walikuwa wametimia. Sasa wapo tayari una Chaubwedo, Ramadhani, yule nani Ramadhani unani? Ramadhani Chaubwedo. Umenelewa? Una wewe Simba hiyo. Una Feitoto. Yaani zamani wacha tucheke yani. Yaani Simba Sports viongozi tunashukuru sana. Fanyeni wewe Feitoto, fanyeni afanya. Sababu Feitoto anataka mwenye Simba. Kwa hiyo ni kiasi cha kwenda tu pale kumleta. Na Mohamed Dewji hiyo amesheka bilioni 3 kwa Feitoto. Feitoto anatua tu Simba Sports. Mimi ndo nawaambieni. Feitoto ana tajiri namba moja. Tajiri namba moja hapa Tanzania amesheka bilioni 3 kwa sababu ya Feitoto. Sasa unataka nini tena? Simba ijayo inafurahisha sana. Na kama asipokuwepo pale sasa kama Feitoto asipokuja, wewe mwenyewe unaona. Sasa kuna mtu analetwa yule Libasege anakuwa yani anasubiri. Ndani Oula, yani pale kuna mashine zinaletwa, yule Oula atakuwa anakaa benchi, anaingia hesabu, Libasege anaingia hesabu. Kuna mashine zinazoletwa. Wewe Simba sasa amepania mwakani yani tume nani finali. Mzee Mabomu, ligi inaelekea kwenda ukingoni. Mechi 5 zimesalia kwa upande wa Simba na kwa upande wa Young Africans. Kwa upande wa Simba wenyewe kama wananusa vile kukaa pale kileleni, wananusa na kutoka, alafu Young Africans wao wanakuja kumaliza yote, kula, kunusa kila kitu, wanakaanga wao. Na mchezaji wenu mmoja Mwamba Lusaka, nguli kweli kweli kwenye michezo yenu, alikuwa anaonyesha juhudi kubwa, inaonekana kuwa kwenye majeraha ambaye picha za katikati zinaonyesha akiwa yupo vizuri sana. Uone kama italeta tatizo kwa mechi ambazo zimebakia, na yeye ndio kama kwa Simba. Wewe Mwamba Lusaka hajaumia. Sasa wewe kwani Mwamba Lusaka si ndio mbwembwe zake zile anapotokaga uwanjani? Wewe umeonaje kama anachichimia fulani hivi yani? Zile mbwembwe tu. Mwamba Lusaka zile ni mbwembwe tu, wala hajaumia. Na yupo tarehe 14 Pamba Jiji. Mbona mtakutana naye? Wasifika makaumia. Yule ni mbwembwe zake. Wewe muangalie tu. Sio yule tu. Hata mechi na Coast pia hivyo hicho alikuwa kama anachichemea yani ana mbwembwe tu, si mtu mbwembwe. Yule Mwamba Lusaka bwana, yule pale ndio mchezaji ambaye alosababisha Leo Ferdinand kaja Tanzania. Nasikia kuna Kaliki anataka kuja Tanzania. Yaani kuna wachezaji kibao, nasikia mpaka Cristiano Ronaldo anataka kuja Tanzania sababu ya kuja kumwona Mwamba Lusaka. Ni mchezaji mkubwa sana. Yule bado tuko naye na yule pale ndio anasababisha sisi kombe tulipate. Picha zinatuonyesha kabisa mtu anachechemea kabisa, dalili za nimekwambia zile bwebwe tu za kutembea. Wewe kama angalia leo kama utamwona anatembea vile. Maana kama una Simba mnajiogopa. Mimi sio mnajiogopa, mimi sikuwa naye jana. Huyo Mwamba Lusaka mimi niko naye jana. Yuko fresh tu anatembea, yuko fresh. Nini yuko fresh? Tarehe 14 si upo na Pamba Jiji. Kuna watu kama wamefurahia ama umefurahi. Si ndio wakina Mandala wao na mwenzake kina Mchome. Si tunaambia kabisa. Na mimi nakwambia tena Mandala. Kuna siku moja mimi uwanja wa Taifa pale nilikukuta na Mchome. Nikakwambia, ukaniambia mimi si nimesoma naye, si rafiki yangu. Sasa leo hii biashara ya kutembea na ajinga kama hivi. Hizi sasa hivi kubakia huku dakika za mwishoni hizi. Bado mechi 5. Sasa hivi hatuki ujinga. Yaani sasa hivi urafiki na tua Yanga sasa hivi unaweka pembeni kwanza. Sasa hivi hutaki urafiki. Sasa hivi anataka kuchekeana. Sasa hivi kubakia mguu wa shingo, mguu wa roho. Umeelewa? Si sasa hivi tunataka kombe. Kwa sasa hivi mambo ya kijinga hatuyataki. Sasa hivi bwana tunawaombeni kabisa. Kama ushajijua, ushachukua hela, rudisha hela zao, afa ndo uje huku. Umeelewa?
lakini kama leo tu umekula, si bwana, katika mechi zetu hatukutaki. Mimi nakwambia tena Mandala, hatukutaki kwenye mechi zetu. Wewe sasa hivi kaa kwenye TV angalia, tushakuona sasa hivi, ushatuletea unafiki. Nyinyi wenyewe ndio mnasababisha sisi tunakosa kombe. Si ujinga, hatutaki tena. Kila msimu sasa sisi tukiangalia, nyinyi wenyewe mnajiita mafresha, sisi ndio mafresha wakubwa. Nyinyi wenyewe ndio mnasababisha sisi tunakosa kombe. Ndio nakwambia ni kweli. Sasa wewe unafikiri kuna urahisi wa kuchukua kombe kwa mechi ambazo zimebaki? Sasa wewe unaona kuna ugumu gani hapa? Pale kileleni kwa Yanga Afrika. Sasa Yanga Afrika sasa sisi tushajua kuna mechi ngapi. Huyu Azam unamwona Azam sema mda kama kibonde kwamba huyu Azam hawezi kumfunga Yanga, lakini sasa hivi hizi mechi zote mbili Yanga anakufa kwa Azam. Hapo mjini Mwanza. Mechi zote mbili Yanga Afrika na Azam, Yanga anakufa zote mbili. Wewe unamwombea Azam ashinde? Mimi simwombei. Yeye mwenyewe anajiweza. Maana mwenyewe mnajipapatoa kwa Azam sasa, kama muombeeni dua ziende kwa Azam na shinde ili Yanga Africans yapoteze kweli. Sisi kama ndo tunaombea dua, sisi tutamsaidia. Tutamsaidia. Na tutamsaidia, tunajua pipa kupitia. Kumsaidia kupo. Njia za kupita mnazijua. Tutasaidia, tutampita, tunajua tutapitia wapi, tumsaidie. Na mimi nakwambia kabisa, kombe sisi tunalihitaji. Na kama kombe tunalihitaji, kama mjachukua, kwani tusichukue? Hapa nimeshaambieni muda mrefu sana ile swala kwambia kwa swala la kombe. Afu kuna jambo jingine tena. Hawa watoto hawa, unajua kuna mtu anakaa unamfanisha Okelo na Mwamba Lusaka. Sasa hivi inabidi tutembeze vichapo tu. Yaani ukimkuta mtu anasema Okelo mchezaji bora kuliko Chama, umuulizi ni makofi tu. Bali Okelo sio mchezaji bora. Sasa ndo kafanisha na Chama. Okelo mfanishe na Pakome. Okelo mfanishe na Chasambi. Umeelewa? Huko ndio level yake. Wapo huwezi kufanisha Chama, Mwamba Lusaka ukamfanisha na Okelo. Mwamba Lusaka katika mpira wa Tanzania amefanya makubwa sana. Huwezi kuja kufanisha na mtoto mdogo huyu. Mpaka leo bado ananuka maziwa. Wewe ukamfanisha na Okelo na Mwamba Lusaka. Yaani sasa hivi unatakiwa mtu kama huyu hapa ukimkuta anasema Okelo ni bora kuliko Chama, umuulizi ni makofi. Na mbele kabisa jamani, kuanzia sasa hivi ukimkuta mtu anamfanisha Mwamba Lusaka na Okelo, wewe usimuulize. Wewe pia makofi tu. Alafu mimi mwanasheria, mimi nipo tasimamia kesi. Mtaba bwana, umesikia tetesi za Aziz Ki kutua Tanzania? Sasa Aziz Ki akitua ndo nini sasa? Aziz Ki ana nini? Anakuja Msimbazi. Si wa nini bwana? Sio kazi gani? Aziz Ki sio nini? Wanili sisi Aziz Ki. Mambo yote aliyofanya Tanzania. Mambo gani kafanya bwana Tanzania bwana? Ya kupewa mke. Au mambo ya kupewa mke? Si ndio hayo alifanya? Maki ndio hayo alifanya ya kupewa mke. Mbona kama unafuraha vile Aziz Ki kuja Tanzania? Mimi siwezi kufurahia. Sasa ina maana paka anarudi huku, ina maana kule kashindwa. Ina maana kule kashindwa kucheza mpira. Sasa anarudi vipi huku? Ina maana anaacha mshahara mkubwa. Anakuja kwenye kukopwa. Ngoja anarudi kwenye kukopwa. Hatujui anaenda wapi, labda Msimbazi. Atarudi kwenye kukopwa. Labda Msimbazi. Kule kwenye kukopwa tu. Wewe bana wewe. Sasa si mpira wetu. Wewe Simba umeona hakuna nani mvunja kuni pale. Sasa kina Aziz Ki mpira wao vunja kuni ile. Wakina Damalo umeona na Aziz Ki wale wavunja kuni. Simba Sports pale utaki mtu mvunja kuni. Wewe unakuja mtu wa mpira. Umeona? Yule Kagoma ulimuona zamani kwa mvunja kuni, lakini sasa hivi umemuona avunji kuni. Hata hivi Kagoma naye anapiga mtu chenga. Wewe acha tu. Kiwango cha Aziz Ki unakibeza. Unakibeza. Mvunja kuni hamna mchezaji mle wewe. Yule hamna mchezaji. Inasemekana huko hana furaha, labda amevunja na mkataba na timu yake ambayo alikuwepo. Sasa ana furaha kwa sababu mkeo yuko Dar es Salaam. Yule ana furaha kwa sababu mkeo yuko Dar es Salaam. Na anajua kabisa kama mkeo yuko Dar es Salaam watu wanaweza wivu. Yaani kinachomlisha yule ni wivu. Kinachomlisha yule ni wivu. Sio kuja kucheza mpira. Yule anakuja kufuata mkewe tu. Wewe ushakaa miaka miwili uchezi mpira, ukija utacheza nani bwana? Simba Sports hatuwezi kucheza kumchukua mchezaji kama mkata kuni. Kwa hiyo Aziz Ki amekaa miaka miwili kwa hajacheza mpira. Sasa hivi anamwaza mkewe. Ndio maana unaona kia kikao kwa hawezi. Anamwaza mkewe. Maana wengine anaipenda sana ligi ya Bongo. Sasa si yeye kwa mke. Sasa mkewe yuko Dar es Salaam. Sasa kia kifikiria huko kuna vidume kibao. Nimepita naye. Kuna vidume kibao vimepita na mkewe. Sasa anaona wivu kukauka, anaona wivu.
ndio maana anatamani kuja. Sasa wewe mke anakuja leo, kesho anaondoka, afu anakaa sana, wewe umekaa kule. Ndio maana unataka kurudi ya kumfuata mkewe tu, lakini sio mpira. Na kama huko atarudi kule kule kwenye timu yake ya nani ya vunja kuni, maana timu ya vunja kuni. Sasa Simba anakuja kucheza namba nani pale? Wewe ushaambiwa kwa mfano kama hivi kuna Faisal. Namba ya Chama. Yaani kabisa wewe kabisa ni yani Chama akaibenchi acheza ziki. Wewe bana wewe. Chama ndo mlainishaji. Chama ndo analainisha. Ukiona Simba sasa hivi unaona unavyotakata ule mwamba Lusaka ndo analainisha. Wewe utakwenda letea ziki. Wewe tuletea ziki hizi. Wewe acha tu. Pale sio ziki, hata ule Damalo hawezi kucheza pale Simba. Damalo wewe huwezi kumpenda pale Simba akacheza. Sababu ni vunja kundi. Si Simba tunataka wavunja kuni. Simba tunataka wachezaji wale unawaona kabisa. Watu wananyumbulika. Unakuta mpira unapekwa kule, mpira unapekwa huku, mpira unaletwa huku. Yaani burudani kabisa. Si Simba unajua asili yetu sasa tuna asili kama wazungu hivi, Waarabu hivi. Watu weupe yani ndo asili zetu yani watu walala yani. Sasa Yanga hao wenzetu hawa ile ni timu ilikuwa ya beba mizigo. Makuli anabeba mizigo. Sasa ule Simba sasa sio unajua Simba imechoshwa na watu wenye hela unajua. Ndio maana mpaka leo unakuta hata mashabiki zake sasa sisi tuna hela. Mashabiki wa Simba sisi tuna hela. Lakini nashangaa tu Mandala, wewe umejizalilisha Mandala. Wewe Simba yani una hela, si ungekuja hata kwangu kuja kuniomba kama chako hela. Ulikuwa na shilingi ngapi? Milioni 2, si ungekuja. Ungekuja kwa mwanasheria, hela ipo ungechukua. Mpaka unaenda kudhalilika sasa. Kama boko. Asante. Mwambie ni tena kijana wangu namwambia, Mandala kama shida yako ni hela, ungekuja kwa mwanasheria, ungepata hela. Milioni 2 tu. Kuna kitu kidogo hicho ndugu yangu, unajizalilisha. Shukrani. Asante.